Mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii Godlisten Malisa ameibuka na kutoa maoni yake kuhusu uamuzi wa serikali ya Tanzania kununua umeme kutoka Ethiopia kwa ajili ya mikoa ya kaskazini. Malisa amesema kuwa jambo hili halijakuwa geni, kwani Tanzania imekuwa ikinunua umeme kutoka nchi jirani kwa muda mrefu sana ili kukabiliana changamoto ya upatikanaji wa umeme katika baadhi ya maeneo. Kwa mfano, mkoa wa Rukwa unapata umeme kutokea Zambia, mkoa wa Kagera unapata umeme kutokea Uganda, na wilaya ya Mkinga mkoani Tanga inanunua umeme kutokea Kenya. Malisa ametoa mifano ya vyanzo vya umeme na vya maji nchini, akisema kuwa Tanzania ina uwezo wa kuzalisha jumla ya megawaiti 2735 huku mahitaji ya umeme yakikadiriwa kuwa ni 2200 megawatt. Hii inamaanisha kwamba Tanzania ina ziada ya umeme ya takribani megawaiti 500 ambayo inaweza kuuza nje. Hata hivyo, amesema kuwa usafirishaji wa umeme umbali mrefu unasababisha upotevu wa umeme njiani. Hivyo usafirisha umeme kutoka eneo moja hadi lingine lina gharama kubwa sana. Malisa anaendelea kueleza kuwa kwa sasa Tanzania haitahusika na usafirishaji wa umeme kutoka Ethiopia, bali itaupokea umeme huo kutokea Namanga, ambako umbali kusafirisha umeme hadi Arusha utakuwa mfupi, hivyo kupunguza upotevu wa umeme. Ameongeza kuwa usafirishaji wa umeme kutoka bwawa la Nyerere hadi Arusha unahusisha upotevu mkubwa kutokana na umbali mrefu, jambo ambalo litaondolewa na mfumo wa kupotea umeme kutokea Ethiopia. Pia Malisa amesema kuwa ili usafirishaji wa umeme kutoka vyanzo vya ndani kama bwawa la Nyerere au Mtera uwe na ufanisi zaidi, inahitajika kujengwa vituo vya kupozea umeme njiani, jambo ambalo linachukua muda na gharama kubwa. Kwa mfano, kituo cha Lemguru kilichopo Arusha kimechukua miaka 5 kukamilika na gharama ya shilingi bilioni 20. Hii inamaanisha kuwa kununua umeme kutoka Ethiopia ni hatua ya haraka na yenye gharama nafuu kuliko kujenga miundombinu ya usafirishaji. Aidha, Malisa amesisitiza kuwa Tanzania tayari imesaini makubaliano na Zambia na Rwanda kuzuia umeme wa ziada. Umeme huo utasafirishwa kutoka vyanzo vya karibu kama Rusumo kwa Rwanda na Kihansi kwa Zambia, hivyo kupunguza upotevu wa umeme ambao umekuwa ukijitokeza mara kwa mara. Ametolea mfano wa mfumo wa kibiashara wa umeme barani Ulaya kupitia Europe Network of Transmission System Operator for Electricity, ambapo nchi kama Ujerumani inanunua umeme kutokea nchi jirani ili kupunguza upotevu wa umeme kutokana na umbali mrefu wa usafirishaji. Kwa ujumla, Malisa amesema kuwa hatua ya Tanzania kununua umeme kutoka Ethiopia pia ni busara na ni sehemu ya mkakati wa kuhakikisha upatikanaji wa umeme wa uhakika kwa gharama nafuu, na kwamba ni jambo la kawaida katika biashara ya umeme kati ya nchi jirani na nchi mbalimbali.